asifiwe. Haleluya. Chukua nafasi kumshukuru Mungu, kumshukuru askofu kwa ajili ya nafasi na kushukuru wewe ambao unaona haja ya kuja nyumbani mwa Bwana siku ya leo. Nataka niendelee na neno, lakini Roho Mtakatifu ananizuia kwanza. Huwezi kumuona Mungu zaidi ya kiwango unachomwamini. Sikupanga mimi kufanya hicho nilichofanya, lakini katika maisha yangu naheshimu sana ratiba ya Roho Mtakatifu, kwa sababu naamini ratiba ya Roho Mtakatifu ni bora kuliko ratiba zangu au kuliko ratiba zingine zozote. Nakumbuka wakati mwaka unaanza, niliwaambia kitu gani? Siku ya kwanza mwaka mpya nikasema huu ni mwaka wa kufanya nini? Wa kumtii nani? Roho Mtakatifu. Ukitaka kuona baraka kwenye maisha yako, mtii Roho Mtakatifu. Usifuate tu akili zako mwenyewe. Hauwezi kumwona Mungu zaidi ya kiwango unachomwamini. Hauwezi kuona baraka za Mungu zaidi ya kiwango ambacho unaamini anaweza. Ukiamini Yesu anaweza kusamehe dhambi zako, lakini hawezi kuondoa madeni yako. Madeni yako yatabaki hapo hapo, lakini dhambi zako zitasamehewa. Ukiamini Yesu anaweza kukusamehe dhambi, lakini hawezi kuiponya ndoa yako. Dhambi zako zitasamehewa, lakini ndoa yako itaendelea kuwa na changamoto. Ukiamini Yesu anaweza kukusamehe dhambi, lakini hawezi kufanya watoto wako wakawa na tabia nzuri. Yesu atakusamehe dhambi, lakini watoto wako watakuwa na tabia za ajabu. Kwa hiyo Mungu anajifunua kwa kiwango cha nini? Cha imani ulionayo. Mwambie jirani yako, Mungu anajifunua kwa kiwango cha imani ulionayo juu yake. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana kwa Mungu huyu kuna watu wanakuwa mabilionea, lakini kwa Mungu huyu kuna watu wanaishia kuwa maskini mpaka wanakufa. Ni Mungu yule aliyemfanya Abraham kuwa bilionea, na ni Mungu yule ambaye alikuwa anatumikiwa na Lazaro akafa maskini, hana hata hela ya matibabu. Watu walikuwa wanamtumikia Mungu yule. Tofauti moja ni kwamba Ibrahimu aliamini Mungu anaweza kumfanya vile alivyokuwa, na Lazaro aliamini Mungu anaweza tu kumfanya kuwa mtakatifu. Akaenda mbinguni, lakini ni fukara wa kutupua. Haikosa hela ya kwenda hospitali. Unamwamini Mungu kwa kiwango gani? Mseme yako, unamwamini Mungu kwa kiwango gani? Kiwango unachomwamini Mungu ndiko Mungu atajifunua kwako. Ukiamini Mungu anaweza akakufanikisha kwenye kiroho tu, akusaidie tu kuomba, akusaidie tu kukusamehe dhambi, Mungu ataishia hapo hapo. Because God is limited to our faith. Mungu anakuwa limited. Wao wasema Mungu anaweza kufanya mambo yote. Leo mimi nakukatalia, Mungu hawezi kufanya mambo yote. Kuna mambo Mungu hawezi kufanya. Jambo la kwanza ambalo Mungu hawezi kufanya, Mungu hawezi kuingilia uhuru wa mwanadamu. Mungu hawezi kufanya nini? Kuingilia uhuru wa kwako. Na ndio maana kuokoka Mungu alazimisha. Wewe unaamua kama niokoke au nisiokoke. Hata kwenye kumwamini Mungu hawezi kulazimisha umwamini. Kiwango cha kumwamini ndo atajifunua hivyo hivyo. Ukimwamini kama anaweza akakupa 100,000 atakupa 100,000. Ukimwamini kama anaweza akakupa 1,000,000 atakupa 1,000,000. Ukimwamini kama anaweza kukupa 1,000,000 atakupa 1,000,000. Ukimwamini kama anaweza akakupa mafanikio kwenye ndoa, kwenye elimu, kwenye kazi, kwenye kiroho, kwenye elimu, kwenye kila kitu, anakupa mafanikio kwenye kila kitu. Anajifunua kwa kiwango unachomwamini. Ukiamini anaweza kukusaidia tu kuhubiri, atakusaidia kuhubiri. Ukitoka hapo una madeni chungu mzima. Hujaona mtu ni mhubiri na mhubiri anashapanda kemea mapepo, lakini hawezi kununua hata kitimoto nusu kilo. Kazi kweli. Bwana Yesu asifiwe. Tuingie kwenye somo la leo sasa. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunataka kujifunza somo ambalo linakwenda kwa jina la kanuni 5 muhimu zinazoleta mafanikio duniani. Kanuni 5 muhimu zinazoleta nini? Mafanikio wapi? Duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwanza nataka tujue nini maana ya kanuni. Ukisikia mtu anazungumzia kanuni anamaanisha kitu gani? Tunasema kanuni ni sheria au mwongozo au njia
zinazoelekeza namna ya kufanya jambo au na namna ya kupata jambo au kitu. Kanuni ni sheria au mwongozo au njia zinazoelekeza namna ya kufanya jambo au kupata jambo au kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Kanuni, njia. Wote hapa tumesoma shule ya msingi. Mnaikumbuka kanuni ya kutafuta eneo la mstatili? Ndio. Sasa wale ambao walikuwa wanakimbia vipindi vya hesabu hapa na kusema, yaani mtumishi anaweza kuuliza tena hesabu. Wakati mimi mwalimu wa hesabu ndio mwalimu nilikuwa namchukia kuliko walimu wote. Kanuni ya kutafuta eneo la mstatili ni nini? Si ni urefu mara nini? Upana. Mara upana. Kwa hiyo uweze kupata eneo la mstatili mpaka utumie nini? Kanuni. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunajifunza kwa habari ya kanuni. Kwa hiyo kanuni ni njia. Sasa kila jambo kwenye maisha haya lina kanuni. Mwambie jirani yako, kila jambo kwenye maisha haya lina kanuni. Amen. Twende haraka haraka, aina za kanuni. Aina za kanuni. Aina ya kwanza ya kanuni tunaita kanuni za mafanikio ya kifedha. Hiyo ni aina ya kwanza ya kanuni. Kanuni ya aina ya pili ya mafanikio ya kanuni tunasema kanuni za mafanikio ya kielimu. Ya kwanza kanuni ya mafanikio ya kifedha, ya pili kanuni ya mafanikio ya kielimu. Aina ya tatu ya kanuni tunaita kanuni za mafanikio ya kiroho. Jina la Bwana libarikiwe. Aina ya nne, kanuni za mafanikio. Okay. Ya kwanza mafanikio ya kifedha, kanuni za mafanikio ya kifedha. Ya pili kanuni za mafanikio ya kielimu. Ya tatu kanuni za mafanikio ya kiroho. Ya nne kanuni za mafanikio ya kimalezi. Ya tano kanuni za mafanikio ya kimahusiano. Sita kanuni za mafanikio ya kikazi au kihuduma. Sita hiyo. Sasa unaweza kuweka kanuni za mafanikio ya kielimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha rahisi ni kwamba kila jambo lina kanuni zake. Kila jambo lina nini watumishi? Lina kanuni zake. Kwa hiyo tukaangalia sasa mambo muhimu ya kuyajua kuhusiana na nini? Kanuni ya mwisho ya 7 nimesema kanuni za mafanikio ya kielimu. Kanuni ya 6 nimesema kanuni za mafanikio ya kikazi au kihuduma. Hiyo ni ya 6. Ya 7 kanuni ya mafanikio ya kielimu. Ya 5 kanuni za mafanikio ya kimahusiano. Amen. Mambo muhimu ya kujua kuhusiana na nini? Na kanuni. Jina la Bwana libarikiwe. Mambo muhimu ya kujua kuhusiana na kanuni. Jambo la kwanza, mafanikio hayaendi kwa wanaoyataka. Mafanikio yanaenda kwa wanaofuata kanuni. Mafanikio hayaendi kwa wanaoyataka. Mafanikio yanaenda kwa wale wanaofuata kanuni za mafanikio. Bwana Yesu asifiwe. Success does not go to those people who want them, but success go to those people who follow the principles of success. Unaweza ukawa unatamani sana kufanikiwa kwenye biashara, lakini kama ufuati kanuni za biashara huwezi kufanikiwa kwenye biashara. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Amen. Unaweza kutamani sana kufanikiwa kwenye ndoa, lakini kama ufuati kanuni za mafanikio ya ndoa huwezi kufanikiwa kwenye ndoa. Unaweza kutaka sana kufanikiwa kielimu, lakini kama ufuati kanuni za kufanikiwa kielimu huwezi kufanikiwa kielimu. Jina la Bwana libarikiwe.
Kwa kila kitu kina nini? Kina kanuni. Kwa jambo la kwanza, huwezi kufanikiwa kwa kutaka tu mafanikio. Unafanikiwa kwa kufuata nini, watumishi? Kanuni zinasemaje? Jambo la pili, huwezi kufanikiwa duniani kwa kudharau au kwa kuto kuzifuata kanuni. Huwezi kufanikiwa duniani kwa kuzidharau au kwa kuto kuzifuata nini? Kanuni zipo kwa ajili ya kukuongoza. Sasa wewe ukisema mimi sitaki kanuni, sitaki kufuata kanuni, huwezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kufanikiwa bila kufuata nini? Kanuni. Kanuni ni sasa, kwa mfano mtu anataka apunguze uzito, ila ukimwambia sasa ili upunguze uzito, hebu fuate kanuni zifuatazo. Kanuni ya kwanza, kila siku asubuhi ukiamka fanya mazoezi dakika 30 mpaka jasho litoke. Mwambia, yaani mimi nifanye mazoezi mpaka jasho litoke? Mimi sitaki. Unamwambia kanuni nasema ukitaka kupunguza uzito, huo unakula ugali sawa na ngumi yako. Huo unakula wali sawa na ngumi yako. Yaani mimi mchele nimwe mwenyewe, nipike mwenyewe. Kwa hiyo zangu nianze kunipangia namna ya kula. Kama nile eti ugali sawa na ngumi yangu. Sasa sisi madaktari tunasema sawa. Wewe unajua, endelea kula hivyo hivyo. Ushangaa kama kilo zako zilikuwa 90, ukija ukipima unakuta kilo zimeshafika 150. Kwa nini? Kwa sababu unataka mafanikio wakati unataka kufuata nini? Kanuni. Jambo la tatu, kanuni za mafanikio zimewekwa na Mungu ili zitusaidie kufanikiwa duniani. Jambo la tatu, kanuni za mafanikio zimewekwa na Mungu. Kila kanuni ya mafanikio unayoiona duniani imewekwa na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana Biblia ni kitabu cha kanuni. Tatizo letu sisi walokole tunasoma Biblia kama kitabu tu cha kusaidia kwenda mbinguni. Hiyo ndio shida yetu. Kwa hiyo tukiingia huko ndani tunaona mistari ya kwenda mbinguni tu. Ndio maana waimbaji wengi nyimbo zao tu, twende mbinguni, twende mbinguni. Sasa Biblia imejaa tu kwenda mbinguni tu. Wakati Biblia ina kanuni za kifedha, Biblia ina kanuni za kindoa, Biblia ina kanuni za kielimu. Waimbaji mpo? Waimbaji mpo? Yaani nyimbo za kwenda mbinguni sawa, tunataka kuzisikiliza, lakini tusikie na nyimbo zingine. Nyimbo za kumfanya mtu awe mke mwema. Unasikia sikia watu wakaanza kuimba, mke mwema anaamka kabla ya usiku haujaisha. Nazareti kwamba tutumie nyimbo kama hiyo. Sio kila siku twende mbinguni, twende mbinguni. Yaani tumetoka kusikia hizo. Yaani toka tuko shule ya msingi, toka Sunday school tunasikiaga tu hizo. Na wote hapa tuko tayari kwenda mbinguni. Kwani kuna mtu ambaye yuko tayari kwenda mbinguni? Kuna watu wako tayari kwenda mbinguni lakini ndoa zao zimeshakuwa shubiri. Unajua shubiri? Zimeshakuwa chungu kama mlombela. Umeshakula mlombela au mwarobaini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanuni zimewekwa na nani, watumishi? Mungu ndio ambaye ameziandaa nini? Kanuni. Ili tusaidie kuishi kwa nini? Kwa mafanikio. Sasa tuangalie kanuni hizo 5. Nimeandika 5 lakini nakupa na moja niongeza. Kwa hiyo andika kanuni 6 muhimu zitakazokupa mafanikio kwenye eneo lolote lile. Yaani leo sitafundisha uchumi tu. Leo nafundisha mafanikio ya kwenye eneo lolote lile. Yaani hizi kanuni zitakuwa mafanikio ya kindoa, zitakuwa mafanikio ya kiuchumi, kama unataka mafanikio ya kielimu, popote pale unapotaka. Hizi kanuni zinafanya kazi. Bwana asifiwe. Kwa lugha nyingine hizi kanuni ni master key. Hebu sema master key. Master key inafungua kila mlango. Kwa makini sana hapo, unisikilize vizuri, unielewe. Sio unisikilize tu, unielewe. Uje yako kwa makini umuelewe mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanuni ya kwanza tunasema ni kanuni ya kufikiri. Wewe useme kanuni ya kufikiri. Kanuni ya kufikiri. Kanuni ya kufikiri tunasema nini maana ya kanuni ya kufikiri? Tunasema kanuni ya kufikiri tunasema hivi: huwezi kufanikiwa zaidi ya kufikiri kwako. Hebu sema huwezi kufanikiwa zaidi ya kufikiri kwako. Huwezi kufanikiwa zaidi ya kufikiri kwako.
Yaani wewe ni matokeo ya kufikiri kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukitaka kujua mtu anafikiriaga nini muda mwingi, muangalie jinsi alivyo. Si unataka kujua mtu anafikiriaga nini? Muangalie jinsi alivyo. Ukiona mtu ni maskini sana, ujue muda mwingi anafikiria nini? Umaskini. Ukiona mtu ni tajiri, ujue huyo mtu muda mwingi anafikiria nini? Tajiri. Huo ndio ukweli. Na sijasema mimi. Nikisema nasema, Dave, unaanza kutuambia na vitu ambavyo havipo. Mithali 23 mstari wa 7. Inasema hivi. Mithali 23 mstari wa 7. Inasema hivi, maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa tafsiri nyingine, maana afikirivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa ukienda kusoma kwenye lugha ya Kiebrania, ukitaka kuelewa vizuri Biblia, soma kwenye lugha mama. Hebu sema lugha mama. Lugha mama iliyotumika kuandika Agano la Kale ni lugha gani watumishi? Kiebrania. Hebu sema Kiebrania. Lugha mama iliyotumika kuandika Agano Jipya ni Kigiriki. Hebu sema Kigiriki. Ujue. Sisi mtu anakuuliza umekaa kwenye kongo miaka 20, ndio kuuliza kama niandikwa kwa lugha gani, unaanza kusema Kisukuma. Jamani, ile neno aonavyo, ukienda kwenye lugha ya Kiebrania, maana halisi ina maana kubwa tatu. Ile neno aonavyo mtu nafsini mwake ina maana kubwa tatu. Maana ya kwanza ni kwamba ajipimiavyo mtu moyoni mwake au nafsini mwake ndivyo alivyo. Ajifanya nini? Ajipimiavyo. Yaani wewe unajipimia. Na ipo sasa kwa mafanikio ya kifedha. Unajipimia, yaani mimi sio kupata mamilioni. Mimi ni wa kuishia kupata 100,000, 200,000, 300,000. Ukisikia watu wanaongea biashara za mamilioni, unakimbia hadi unadhani umekimbizwa na simba. Kwa sababu wewe umeshajipimia, umeshajihesabia kwamba wewe ni wa bukubuku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kwa hiyo unapojipimia wewe mwenyewe kwenye ufahamu wako kwamba wewe ni mtu wa kiwango gani? Ndio swali. Hivi kati ya matajiri na maskini wapi wao wanajitenga? Watu wanasemaga matajiri wajitenga, lakini kiwalisia ni waulize, hivi anayejitenga kati ya matajiri na maskini ni wakina nani? Maskini unakuta mtu akimuona Shabuti yuko pale, sema yaani mimi niende kwa Shabuti naongea naye nini sasa? Wewe mwenyewe umeshajihesabia kwamba huna kitu cha kuongea na Shabuti. Sasa yeye afanyeje sasa? Bwana Yesu asifiwe. Bana, wakati niko hospitali na tibu, akataka huyo mtu anaitwa nani Shabuti. Nikamwambia, "Kwa Shabuti mwenyewe ndio huyu." Yaani ukiangalia miradi alionayo, ukiangalia vitu vyake, unadhani labda Shabuti yaani ni mtu fulani hivi ambaye yaani kumbe tafute hela. Tafute hela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapojipimia wewe ni mtu wa namna gani? Tafsiri yake nyingine, ajihesabiavyo mtu nafsini mwake. Ningekuwa wewe ningekuwa naandika hizo pointi ninazozitaja. Tafsiri ya kwanza, anapojipimia mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Tafsiri ya pili, anapojihesabia mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukishajihesabia kwamba mimi ni kupata hivi au mimi ni wa hivi, ndivyo utakavyokuwa. Tafsiri ya tatu, atafakarivyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Vile unavyowaza kwa habari ya wewe unajiwaziaje? Je, unajiona wewe ni shujaa au unajiona wewe ni mnyonge? Ndivyo ulivyo. Kwa lugha nyingine, vile unavyowaza kwa habari ya wewe muda mwingi inakutengeneza wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Andika, hatui vile watu wanavyotuona, tunakuwa vile tunavyojiona sisi. Jina la Bwana libarikiwe. Hatui vile watu wanavyotuwazia, tutakuwa vile tunavyojiwazia sisi wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na ndio maana watu wanaweza kukuona wewe ni mdhambi, lakini kama unajiona mtakatifu utakuwa mtakatifu. Amina. Ile kama watu wakakuona mdhambi na ukajiona mdhambi utaishia kuwa mdhambi.
Waweza kuona wewe ni maskini, lakini kama unajiona ni tajiri, utakuwa tajiri. Kwa mfano, mimi ninapoendesha baskeli, kuna watu wananiona maskini sana. Kwa mfano, unaendesha baskeli, unakuta mtu ni mgonjwa, ushaimtibu wilayani pale, yupo kwenye KST, hayupo corona, anasema daktari, habari. Unamsaidia tu kinafiki kwa kwamba daktari mzima unaendesha baskeli. Huyo akwambia daktari mzima unaendesha baskeli. Huo ni maskini ukijidhalilisha. Wewe unataka niambia sasa, yaani wewe ni mwalimu wa uchumi kabisa, unaendesha baskeli, kwa kujidhalilisha. Nunua basi hata pikipiki. Mimi sijali, hata mnione mimi ni fukara wa mwisho, I don't care. Ninachojua ni mimi najiona ni bilionea. Kwa hiyo kwa kuwa mimi ni bilionea, ninajiona ni bilionea, mimi ni bilionea. Hajalishi unaniona kama mimi ni fukara, ni maskini, I don't care. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hakikisha kwamba usijione kama watu wanavyokuona. Jione kama Mungu anavyokuona. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema nani mtakuwa kichwa na sio mkia. Biblia inasema Yesu alikuwa maskini sio tu matajiri. Kwa Mungu anakuona wewe kama tajiri. Mungu anakuona kama kichwa. Jione hivyo hivyo. Fikiria hivyo hivyo. Hata kama unashindia CCM asubuhi, mchana, usiku, jione kama mtu aliyefanikiwa. Amina. Na utakuwa hivyo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo usijione kama majirani zako wanavyokuona. Usijione kama wanakwaa zako wanavyokuona. Zaka huyu naye kila Jumapili anabaki kauli ile ile. Usijali. Mwambie mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri. Mavazi yangu hayabadilishi jinsi mimi ninavyojiona ndani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mimi nilianza kujiona kama mwandishi wa vitabu, niliona kabisa nimeandika kitabu hata kama sina hata 100 kuandika kitabu. Mimi nilianza kujiona kama mwimbaji wa nyimbo za Injili, sina hata 100 kurekodi. Nikajiona kasema mimi nitaenda studio. Nilienda studio nikarekodi. Kwa unapojiona ndivyo unavyokuwa. Hiyo ni kanuni ya kwanza ya mafanikio. Na ndio maana kwenye maisha usiruhusu ukajiona kama watu wanavyokuona. Inawezekana wazazi wako walikuona ni mtu wa duni. Daudi wazazi wake walimuona kama mtu wa kondoo, mtu asiyefaa. Hata kwenye ibada hakuitwa Daudi. Yaani bado yafanyika. Mpaka Samueli amekaa hivi, hakuna mtu mwingine sasa. Kuna katoto kamoja hivi kasumbufu tu hapa. Kwanza kanaitaka kibibu hapa nyumbani tu. Tumekapeleka kule kakachungi ng'ombe. Toka mebaki hapa. Kile mzee kwa kanaweza kakaa ndo kafalme hapa. Lakini Daudi hakujiona kama wazazi wake wanavyomuona. Daudi alijiona kama Mungu anavyomuona. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana Daudi hata kabla hajawa mfalme kabisa alithubutu kupambana na Goliathi. Mzani yako wewe unajionaje? Muda mwingi unajiwaziaje? Hakisha muda mwingi jiwazie mema. Jiwazie mema. Bwana asifiwe. Utakapozidi kujiwazia mema ni swala la muda tu. Unajikuta maisha yako hafani nini? Yanabadilika. Jina la Bwana libarikiwe. Namba 2. Kanuni ya maneno. Kanuni ya maneno. Kanuni ya maneno inasema hivi: huwezi kufanikiwa zaidi ya maneno uliojitamkia na uliotamkiwa. Huwezi kufanikiwa zaidi ya maneno. Andikeni, yaani vitu tunavyowaambia ni vitu vya muhimu sana. Wengine mnakoma kwenye mafanikio kwa sababu ya kutokufanya hivi vitu vidogo vidogo tu mnaovisahau. Ndio vinawakwamisha mnashindwa kufanikiwa. Namba 2, huwezi kufanikiwa zaidi ya maneno uliofanya nini? Ulionena au uliofanya nini? Ulionenewa. Watu waliokunenea wamekunenea maneno gani? Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 19:2 mpaka 3. Wafalme wa kwanza 19:2 mpaka 3. Haya ni maneno ya Yezebeli. Alikuwa anamwambia Elia baada ya Elia kuua manabii ngapi? 400 wa Baali. Yezebeli akatumia maneno kwa sababu Yezebeli alikuwa anajua nguvu ya maneno. Yezebeli akasema maneno haya kwamba miungu wanifanyie vivyo na kuzidi nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu, kama roho
ya mmoja wa hao, maana yake kwa zungumzia hao manabii uliowaua, na mimi nakufanyia hivyo hivyo, yaani kama ulivyoua na mimi nakuua. Wakati kama huu utakuwa tayari nishakuua. Biblia inasema naye alipoona hayo, Elia sasa huyo akaondoka akaenda ahifadhi roho yake. Elia alikimbia, hebu sema alikimbia. Kwa sababu ya nini? Ya maneno, hebu sema maneno. Wewe tunachukulia poa maneno. Maneno, watu wanaojua nguvu ya maneno hawachukulii poa maneno. Biblia inasema Elia alipoona hayo, manake kwenye maneno kuna picha. Kwenye maneno kuna picha. Kwenye maneno kuna kitu kimefichwa ndani ya maneno. Jina la Bwana libarikiwe. Maneno sio maneno tu. Maneno ni kitu halisi. Ukinaoja nisikia. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu akasema na iwe nuru, na nuru ikawa. Maana yake aliposema na iwe nuru, katika yale maneno na iwe nuru, nuru iko ndani ya yale maneno. Andikeni, maneno ni mbegu. Maneno ni mbegu. Ukielewa nguvu ya maneno, huwezi kuongea tu ovyo ovyo. Ila Bwana ibarikiwe. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 6:63b. Yohana 6:63b. Anasema hivi, maneno ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Hebu sema, maneno ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa maneno ni roho, andika maneno ni mbegu. Pia andika maneno ni roho. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia pia inasema kwenye kitabu cha Mithali 13 mstari wa pili. Mithali 13 mstari wa pili. Mithali 13:2. Biblia inasema hivi, mtu atakula matunda sawa. Mtu atakula mema sawa na matunda ya kinywa chake. Sasa mtu atakula mema sawa na matunda ya kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Manake maneno ni roho, maneno ni mbegu. Elia alipotazama maneno ya Yezebeli aliona kitu. Yale maneno yalikuwa ni maneno ya kitisho, lakini Elia aliona kifo. Hebu sema aliona kifo. Na ndio maana alikimbia. Wewe tu mtu akikwambia unachukulia poa. Mtu anakuambia hautafanikiwa unachukulia poa. Unajaribu kusema yaani fulani, yaani kweli ameniambia mimi sitafanikiwa, unaacha. Lile neno anakuambia hautafanikiwa, lile neno ndani yake kuna kitu.